Karibu sana Tricod Media na mimi ni Jose Skills. Leo ni siku ya tofauti kabisa. Kama wewe ni Muislamu, hebu muite Muislamu mwenzako. Lakini kama wewe ni Mkristo, hebu sogea karibu. Kuna kitu kikubwa sana cha tofauti ambacho unatakiwa uweze kukijua. Naamini kama utanipa muda wako mpaka mwisho wa video hii, kuna kitu ambacho utajifunza ambacho inawezekana kwamba miaka 20, 30 toka umepozaliwa, tunaweza kusema mpaka miaka uliopo hivi sasa, kama wewe ni Mkristo, kitu hiki ulikuwa ukifahamu, kwa sababu na mimi ni mmoja wapo, na kitakushangaza kabisa. Lakini pia uzuri wa story hii ni kwamba itakufanya uichukulie Uislamu katika njia tofauti na vile ambavyo Wakristo tumekuwa tukichukulia, lakini pia Waislamu jinsi ambavyo tumekuwa tukiwachukulia Wakristo. Naamini tofauti zetu sio kwamba zinapishana sana kwenye dini tu peke yake, lakini naamini tofauti zilikuja kwa sababu za kisiasa baada ya Knights Templar kuanza kupigana na taifa la Waislamu. Kipindi hicho kuna sheria nyingi zilikuja kuibuka hapo katikati ambazo zilipelekea Wakristo na Waislamu kuonana kama maadui. Lakini kabla hatujaingia deep sana kwenye mambo hayo ya kidini, leo tumzungumzie Yesu. Tumwangalie Yesu jinsi ambavyo anazungumziwa kwa Waislamu na jinsi ambavyo Yesu anazungumziwa kwa Wakristo. Lakini leo tunazungumzia jinsi ambavyo anazungumziwa kwa Waislamu, kwa sababu tushazungumzia sana kuhusiana na Wakristo. Kwanza kabisa tuzungumzie kuhusiana na jina. Wakristo tunamuita Yesu, lakini Waislamu wanamuita Isa, lakini mbele wanasema Isa alayhi salam, yani Isa amani iwe pamoja naye, au peace be upon him, ikiwa na kama sehemu ya kuonyesha heshima baada ya kutamka lile neno. Kwa hiyo ni ukuu ambao wamempa Yesu kwa heshima ile, kama vile ambavyo ukitamka jina la Mungu, ukitamka jina la Musa, ukitamka jina la mtume, lazima kwa heshima lazima uweke neno la kuonyesha heshima. Kwa hiyo hilo neno la mbele kwa Wakristo tusichukue kama ni kitu kikubwa sana ambacho ni ngumu kuweza kukitafsiri. Ina maana tu kwamba amani iwe pamoja, unamtakia amani, baya limuepuke, amani iwe pamoja naye. Kwa hiyo hilo ni jambo jema, naamini kwa hapo tuko pamoja. Lakini kitu kingine ambacho tuko tofauti ni kuhusiana na jina. Tunaamini kwamba Yesu anaitwa Yesu. Isa ni jina lingine ambalo lilikuwa sio jina la Yesu. Lakini kitu ambacho nataka niweze kuelewesha ni kwamba wale ambao wanasema Yesu ni Yeshua, na wale wanaosema Yesu ni Isa, na wale wanaosema Yesu ni Yesu tunayemsema, watu ambao wametamka kitu kimoja ni Wakristo na Waislamu. Lakini hawa wanaoita Yeshua, hawa ni watu wengine ambao hilo ni jina tofauti. Lakini Isa na Yeshua ni jina moja, ikiwa na maana kwamba katika kipindi baada ya Yesu kufa na nini, kulikuja na makanisa ambayo yaliibuka huko Mashariki ya Kati, na kuna makanisa ambayo pia yaliibuka sehemu nyingine kama India na sehemu nyingine. Lakini kuna kanisa ambalo lilikuwa linafahamika kama Syriac Christians, ambao wao walikuwepo Syria, na tuseme ni Wakristo wa Mashariki ya Kati. Lakini pia kulikuwa kuna kanisa ambalo lilikuwa linafahamika kanisa la St. Thomas, ambalo lenyewe lilifunguliwa huko India. Hawa wote walikuwa wanatamka jina la Yesu kwa lugha ambayo walikuwa wanaitumia. Kwa hiyo huko Syria walikuwa kuna ambao walikuwa ni Waebrania, na kuna ambao walikuwa wanaongea neno la Kiaramaiki. Kwa hiyo Waebrania walikuwa wanamuita Yeshu, yani Jesus walikuwa wanamuita Yeshu. Kiaramaiki walikuwa wanamuita Isho. Neno la Isho matamshi yake yalikuwa ni Isa, ikiwa na maana kwamba Waislamu na Wakristo wote tunamtambua Yesu kama Yesu au Jesus au Yeshu au Isho au Isa. Kwa hiyo hiyo ni tafsiri ya jina moja, ikiwa na maana kwamba Wakristo na Waislamu hatujapishana kwenye swala la jina. Kwa hiyo hilo tumeliweka vizuri. Lakini kitu kingine ambacho kwa wale wa Kristo hawafahamu historia fupi tu ya kitabu cha Qur'an, Mtume Muhammad alayhi salam, kama nimekosea basi tutanirekebisha vizuri, alianza kupata ufunuo wa kiroho mwaka 610 mpaka mwaka 632. Ndio kipindi ambacho pia alipata ufunuo wa maandiko ya kitabu cha Qur'an. Baada ya kifo chake mwaka 632,
mwaka 632 hadi 634 kulikuwa kuna vita, lakini katika kipindi hicho wale ambao walikuwa karibu na Mtume Muhammad alayhi wasallam, ambao walikuwa wamekariri Qur'ani, waliweza kuingia katika vita ambayo ilikuwa inafahamika kama Al-Yamama. Katika vita hiyo wengi waliweza kuuliwa sana, na inasemekana mtu ambaye alikuwa anaongoza vita hiyo alikuwa anafahamika Musalima. Huyo Musalima ndo aliwaua sana wale wafuasi wa Mtume Muhammad ambao walikuwa wengi wao wamekariri kitabu cha Qur'ani. Lakini baada ya vita hiyo, Abu Bakari ambaye ndiye alikuwa khalifu wa kwanza aliamua kukusanya maandiko ambayo yalikuwa yameandikwa na wale watu wa karibu wa Mtume pamoja na wale watu ambao walikuwa wamekariri mistari ile, waweze kukutana na kuweza kuandika kitabu. Kwa hiyo jambo hilo liliweza kuongozwa na mtu ambaye alikuwa anafahamika Zaid bin Thabit, ambaye ndiye alichukua kazi ya kukusanya maandiko ili waweze kutengeneza kitabu kimoja, kitabu kitakatifu cha Mwenyezi Mungu ambacho sasa hivi ndio kinafahamika kama Qur'an. Baada ya dini kuweza kukua na kuingia katika mataifa makubwa, kila taifa lilikuwa kuna jinsi ambavyo linatamka maneno yake. Kwa hiyo katika kipindi hicho kuliibuka na mgogoro wa jinsi neno gani liitwe vipi. Kwa hiyo baada ya Othman kuweza kugundua mzozano ambao unaendelea, aliweza kuitisha kamiti ambayo ilikuwa inaongozwa na Zaid bin Thabit na kutumia ile kopi ya kitabu kilichoandikwa mwanzo cha Abu Bakar na kuandaa maandiko ambayo ndiyo yatakuwa msingi wa kitabu hicho. Kwa hiyo baada ya kipindi hicho, tunaweza tukasema baada ya miaka 20 baada ya kifo cha Mtume Muhammad, kitabu kitakatifu kilikuwa kimeshaandikwa na kikawa ndio msingi wa maandiko matakatifu ya dini ya Kiislamu. Kwa hiyo inaaminika kwamba kile kitabu cha kwanza ambacho kiliandikwa na Abu Bakari ndicho kitabu ambacho kinatumika mpaka hivi sasa. Kwa hiyo kwa wale ambao wanataka kujua historia ya kitabu cha Qur'ani, kwa hiyo kwa nini wanasema kwamba kitabu chao hakina tafsiri tofauti, ikiwa na maana kwamba kitabu kile cha kwanza ndicho kitabu ambacho kinatumika mpaka sasa hivi. Nafikiri hiyo ndio kitu ambacho niliona niweze kukiweka sawa. Kwa hiyo katika kitabu hichi cha Qur'ani kuna sura ambayo inafahamika kama sura Al-Imran au familia ya Imran, lakini pia kuna sura ambayo inafahamika kama sura Maryam au sura ya Mary. Katika kitabu hiki historia ya Yesu imetajwa pamoja na ya mama yake Bikira Maria. Kitu ambacho Wakristo wengi hawafahamu ni kwamba katika kitabu cha Qur'ani Yesu ametajwa mara nyingi zaidi kuliko hata Mtume Muhammad, lakini pia katika kitabu cha Qur'ani ndipo kuna sura pekee ya mwanamke pekee ambayo imewekwa katika kitabu hicho cha Qur'ani ambayo inafahamika kama sura Maryam, lakini pia Maryam anafahamika kama mwanamke pekee ambaye amebarikiwa kuliko wanawake wote. Kwa hiyo hicho ni kitu kingine ambacho nafikiri Wakristo inabidi tuweze kuondoka nacho, ambacho kitaweza kutusaidia mbele ya safari. Kwa hiyo baada ya kugundua vitu hivyo, nikaona inabidi niingie deep zaidi. Huenda kuna vitu vingi sana ambavyo Wakristo hatufahamu kwamba vipo katika Biblia, lakini pia vipo katika kitabu hiki cha Waislamu. Kwa hiyo baada ya kufuatilia, nilikuja kugundua kwamba kuna vitu vingi sana ambavyo Wakristo tunavichukulia poa, lakini ni muhimu sana kuweza kuvijua kupitia vitabu vingine kama kitabu hicho cha Qur'ani. Kwa hiyo tukianza kusimulia historia ya Yesu ambayo imesimuliwa katika kitabu cha Qur'ani, historia yake tofauti na simulizi ambayo ipo kwenye Biblia. Historia yake imeanzia nyuma kabisa. Imeanzia kwa bibi yake na Yesu au bibi yake na Isa alayhi salam au Isa, amani iwe pamoja naye. Katika kitabu cha Qur'ani, mama yake na Bikira Maria alikuwa anafahamika kama Imra'atu Imran, yani mke wa Imran, ambaye katika kitabu cha Wakristo Biblia mama yake na Bikira Maria amefahamika kama Anne, lakini baba yake amefahamika kama Joakim. Lakini katika kitabu cha Qur'ani mwanamke alikuwa anatajwa kwa jina la mume wake. Kwa hiyo Imra'atu Imran ina maana kwamba ni mke wa Imran. Kwa hiyo mama yake na Bikira Maria alikuwa anafahamika kama mke wa Imran. Kwa hiyo historia inasema kwamba Imra'atu Imran, mke wa Imran, aliweza kumwomba Mungu aweze kumpatia mtoto katika kipindi cha uzee wake, kwa sababu alikuwa amekata tamaa. Akasema endapo kama atapata mtoto, aliweka nadhiri kwa Mungu kwamba endapo Mungu atampa mtoto, basi ataweza kumtumikia, atamtoa kama sadaka kwa Mungu, aweze kumtumikia Mungu maisha yake yote. Kwa hiyo baada ya kupata mimba, aliweza kuzaa mtoto wa kike. Imran, mke wa Imran, aliweza kushangazwa
na kitendo kile cha kumzaa mtoto wa kike. Aliamini labda huenda atamzaa mtoto wa kiume na mtoto wa kiume ndio atamtumikia Mungu kutokana na tamaduni pamoja na vitu vingine. Lakini baada ya kumzaa aliamua kumtoa na kumpeleka eneo la kuabudia. Kuna story tofauti. Inasemekana alipelekwa sehemu ambapo alitengenezewa kama curtain au kama pazia la kuweza kumtenganisha yeye pamoja na ndugu zake pamoja na watu wengine. Kwa hiyo aliwekewa sehemu takatifu kwa sababu iliaminika kwamba amezaliwa kwa utakatifu. Kwa hiyo tunastiki kwenye kitabu cha Qur'ani. Inaaminika alitengenezwa aliwekewa sehemu takatifu au alipelekwa sehemu. Kwa Kristo kuna sehemu ambayo inaitwa monastery, kama vile wa Roma wanavyochukua, unavozaa mtoto unaamua kufanya awe sister, maana unamtoa mtoto wako amtumikie Mungu maisha yake yote na kumpeleka monastery, na kule anakuwa anakaa mahali patakatifu, kitu kama hicho. Kwa hiyo Bikira Maria baada ya kupelekwa kule, kutokana na historia yake ya utakatifu ambayo ilikuwa inazungumziwa, kila mmoja alikuwa anatamani katika jumba la ibada, sehemu ile takatifu ambayo Bikira Maria amewekwa, kila mtu alikuwa anatamani kuweza kwenda na kutoa sadaka au kuweza kumhudumia yule mtoto ili aweze kupata baraka yeye pamoja na familia yake. Kwa hiyo wengi walikuwa wanataka kwenda kumsaidia wapate nafasi ya kumtunza yule mtoto ambaye anakaa pale mahali patakatifu. Kwa hiyo kutokana na watu kuwa wengi na kutokea changamoto, ikabidi wapige kura. Wao wanapiga kura. Kura iliweza kumwangukia mtu ambaye alikuwa anafahamika kama Zakaria. Zakaria aliweza kupata hiyo nafasi. Lakini katika vitabu vingine inasemekana kuna watu wengine ambao walipata nafasi akiwemo Joseph, lakini katika Qur'an sidhani kama imezungumziwa, lakini pale imezungumziwa Zakaria. Zakaria alipata hiyo nafasi na akawa anampelekea chakula Bikira Maria. Baada ya kuwa anampelekea Bikira Maria au Mariam, mara nyingi alikuwa akienda anamkuta akiwa anakula matunda ambayo sio msimu wake. Akamuuliza, unayapata wapi haya matunda? Mariam akamwambia kwamba Mungu ameniletea au Allah Subhanahu wa Ta'ala ameniletea, na kupelekea Zakaria kuweza kushangaa, inakuwaje Mwenyezi Mungu aweze kumletea yale matunda pamoja na vitunguu wakati sio msimu wake. Kwa hiyo Mariam akamwambia Mwenyezi Mungu anaweza akafanya kitu chochote kwa muda wowote kwa mtu yoyote ambaye anataka. Kwa hiyo kutokana na neno lile, Zakaria aliweza kuingiwa naye pia na matamanio ya kutaka kuweza kupeleka maombi yake kwa Mungu, ili aweze kumtendea mambo ambayo yeye pia alikuwa amekata tamaa. Zakaria alikuwa naye pia anatamani kuwa na mtoto ambaye ataendeleza lineage yake, ataendeleza kizazi chake. Akamwomba Mungu, naye kwa sababu Mungu anatoa matunda hata muda ambao sio nyakati zake, basi anaweza akamsaidia naye kumpa mtoto hata kama kipindi chake cha kupata mtoto kimeshapita. Kwa hiyo akaweza kumuomba Mungu na Mungu akampa mtoto ambaye alifahamika kwa jina la Yahaya. Lakini jina la Yahaya kwa kitabu cha Biblia tunamuita Yohana, ambaye alifahamika kama Yohana Mbatizaji, lakini katika kitabu cha Qur'ani anafahamika kama Yahaya. Kwa hiyo naye Yahaya kuna story yake ambayo ipo, lakini leo tunastiki kwanza kwa historia ya Yesu. Kwa hiyo mpaka hapo unaweza kuona historia. Hakuna sehemu ambapo tumepishana kidogo, lakini Bikira Maria tunaona jinsi ambavyo alipewa nafasi kubwa sana, nafasi ambayo hata kwenye Biblia alikuwa hajapewa. Lakini pia kuna kitu kingine ambacho tunaweza kukizungumzia, ni jinsi ambavyo malaika aliweza kumtokea Bikira Maria. Katika sehemu ambayo Bikira Maria alikuwa amekaa, watu walikuwa hawaruhusiwi kuingia kwa sababu ilikuwa ni kama ni eneo takatifu. Kwa sababu yeye alikuwa msafi au tunaweza kusema mtakatifu, aliweza kutengenezewa eneo ambalo watu wengine hawaruhusiwi ili asiweze kuambatana au asiweze kuwa contaminated na uchafu wa dunia pamoja na vitu vingine. Malaika Gabrieli aliweza kumtokea kwa umbo la binadamu mahali ambapo watu walikuwa haruhusiwi kuingia. Kwa hiyo kitendo kile kiliweza kumfanya Mariam aweze kushtuka. Malaika Gabrieli katika kitabu cha Qur'ani ameitwa Jibril alayhi salam. Aliweza kumtokea Mariam na Mariam aliweza kushtuka sana na kusema, ala anilinde kama unataka kunidhuru, ala apambane na wewe, ikiwa na maana kwamba eneo lile lilikuwa ni eneo ambalo sio kawaida kwa mwanaume kuingia na mazingira hayo kama hayo. Kwa hiyo kitendo kile kiliweza kumshtua. Kwa hiyo baada ya hapo malaika Gabriel au Jibril alayhi salam aliweza kutokea na kuweza kumwambia kwamba yeye ni malaika pamoja na kumfikishia ujumbe ambao alikuwa ametumwa na Mungu. Lakini kuna kitu hapa ambacho nataka tukizungumzie vizuri, ambacho pia niliona ni vizuri kwa Wakristo kuweza kukifahamu. Malaika Gabrieli alipofika pale alitamka kitu ambacho kinaitwa kalimatula au neno la Mwenyezi Mungu.
aliweza kutamka neno ambalo katika kitabu cha Qur'ani kimeandikwa kun, yani kuwa. Baada ya kutamka neno kun ikawa, ikiwa inamaanisha kwamba baada ya kutamka neno kun ikawa fire kun, yani ikawa. Kwa hiyo alitamka neno na mimba ikaingia ndani ya Mariam, ikiwa na maana kwamba aliumbwa kwa neno, kwa kutamka, na Isa alayhi salam akatokea ndani ya tumbo la Mariam, kwa mujibu wa simulizi ya Qur'ani, ikiwa na maana kwamba uumbaji ulifanyika kwa neno. Kwa hiyo katika kipindi hicho, baada ya Yesu kufahamika kwamba aliumbwa kwa kutumia neno, kuna baadhi ya watu walimuita Yesu kwamba ni neno la Mungu, ambao walikuwa na tafsiri kwa njia nyingine, lakini kuna baadhi ya watu walishuhudia kwamba Yesu ni ukamilifu wa uumbaji, ikiwa na maana kwamba uumbaji wa kwanza Mungu alitamka neno kwenye udongo ambao alimuumba Adamu, na Adamu akawa, ikiwa inamaanisha kwamba Adamu, uumbaji wa kwanza, Adamu alikuwa ni kiumbe ambaye hana baba wala hana mama. Kwa hiyo ni uumbaji wa kwanza. Uumbaji wa pili ni uumbaji wa Eva, ambao Eva Mungu alitamka, uumbaji ukafanyika, uumbaji ambao Eva alikuwa ana baba au ana mwanaume, lakini alikuwa hana mama. Kwa hiyo uumbaji mwingine ambao ulifanyika ni uumbaji wa sisi wanadamu wengine, ambao ni uumbaji ambao ulifanyika mwanadamu ambaye aliumbwa kutokana na baba pamoja na mama. Kwa hiyo uumbaji ambao ulikuwa haujafanyika bado ulikuwa ni uumbaji wa mwanadamu aliyeumbwa na mama bila baba, ikiwa na maana kwamba Yesu ndo alikuja kufanya ukamilifu wa uumbaji. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho kipo katika kitabu cha Qur'ani, kitu ambacho niliona nacho ni muhimu sana kuweza kukizungumzia. Kwa hiyo ukiangalia hapa, kabla hatujafika mbali, ni kwamba katika kitabu cha Qur'ani au kitabu cha Uislamu, Yesu amezungumziwa tofauti au amezungumziwa kwa ukubwa zaidi ya kile ambacho tunaweza kukipata katika kitabu cha Biblia, ikiwa na maana kwamba ukubwa wa Yesu katika kitabu cha Qur'ani mpaka hapa, mpaka kuzaliwa kwake, ni ukubwa zaidi ya ule ukubwa ambao umezungumziwa katika kitabu cha Qur'ani. Kwa wa Roma tunafahamu kwamba kuna ibada au kuna maombi ya Rozari ambayo wanasali kwa kutamka neno la Bikira Maria. Wanaamini kwamba Bikira Maria aende kuwaombea, lakini kitu ambacho kinashangaza ni kitu kimoja tu, ni kwamba licha ya kuwa na imani kubwa kwa Bikira Maria, lakini hakuna historia ya Bikira Maria. Kuna vitabu ambavyo niliweza kuzungumzia historia ya Bikira Maria, lakini nilikuwa naizungumzia katika njia ambayo ilikuwa kila mmoja naamini ni historia ambayo iko nje ya vitabu vya Mungu. Lakini baada ya kuikuta historia hii kwenye kitabu cha Qur'ani, nimejisikia faraja sana, kwa sababu kila kitu sasa kimeanza kuleta maana, kwa sababu historia hii ni ya jamii nyingine, lakini niliisimulia bila kuijua historia ya kitabu cha Qur'ani. Lakini baada ya kukutana hii historia, nikaja kuunganisha, nikaja kuona hii historia hii ina ukweli, kwa sababu pia ukisoma katika baadhi ya vitabu vya dini, lakini kwenye Biblia utaona kuna baadhi ya vitu ambavyo sasa ukiconnect dot unakuja kugundua kuna kitu ambacho kipo. Kwa hiyo hapa tunazungumzia historia ya bibi yake alivyopata mimba ya Bikira Maria mpaka alivyokuja kumzaa Yesu, na jinsi ambavyo Yesu alipata. Kwa hiyo mpaka kipindi hicho Bikira Maria alikuwa anafahamika yeye ni nani na mimba aliyoipata pamoja na vitu vingine. Lakini kitu kingine ambacho pia niliona ni vizuri tuweze kukizungumzia hapa kabla tujaendelea ni pamoja na uwepo wa Yosefu. Katika Biblia hakuna sehemu ambapo inaelezewa Yosefu alifunga ndoa na Bikira Maria au pamoja na vitu vingine, lakini kuna sehemu ambapo inaelezea kwamba Yosefu alipewa mamlaka au alikabidhiwa Bikira Maria ili aweze kumhudumia yeye pamoja na Yesu. Ukifuatilia historia hii kiundani, lakini pia utakuja kugundua wakati Bikira Maria katika Biblia wanavyozungumzia, wakati Bikira Maria amepata mimba, alienda kuishi kwa ndugu yake, lakini pia kwa ndugu yake ambaye ni mama yake na Yohana ambaye baba yake ni Zakaria, ikiwa na maana kwamba historia ya swala la Zakaria kumlea Bikira Maria, hilo nalo pia tunaweza tukakubaliana nalo, kwa sababu wakati Mariamu anapata mimba alienda kuishi kwa mke wa Zakaria, na huko ndipo alipokutana na mke wa Zakaria na mimba, na ndipo mimba ya Yohana au Yahaya ikaweza
kutikisika, na ndipo akasema bana, baada ya wewe kuja mimba ya mwanangu ilicheza. Huyo alikuwa ni Yohana, kwa sababu mke wa Yohana na Bikira Maria walikuwa ni ndugu. Kwa hiyo Yohana Mbatizaji na Yesu walikuwa na undugu, lakini pia Korani inasema hivyo. Lakini katika Biblia kuna sehemu ambapo inasema pia kwamba Yohana Mbatizaji pamoja na Yesu walivyoonana pale wakati anambatiza, ilikuwa kama ndo wanaonana siku ya kwanza. Hicho kulikuwa kuna mkanganyiko hapa, lakini kuna sehemu nyingine ambapo inaelezea pia Yohana na Yesu ni ndugu na walikuwa wanafahamiana. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo ukivichukua kwa pamoja, kuna historia ya Yesu ambayo utakuwa umeipata, ambayo kwa mtu wa kawaida ni ngumu sana kuweza kuipata. Kwa hiyo hii ni sehemu ya kwanza ambayo nimeona niweze kuiweka wazi. Nimeona niweze kusimulia taratibu ili tuweze kupambanua vitu vichache. Kwa hiyo endelea kufuatilia, tuweze kuendelea na story hii kwa undani zaidi. Mimi ni Joseph Skills na hii ni Tricod Media. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Lakini usisahau pia kufuatilia part 2 ya video hii. Karibu sana.